Sasa huyu mshikaji jina lake anaitwa Chaz. Ilikuwa ni siku yake ya kwanza kufanya shambulio la kubaka, lakini kabla hajafanya chochote mwanamke alikuwa na mbaka akakata moto, alafu ghafla kuna mtu mlangoni anataka kuingia ndani. Hebu niambie kwenye comment section, ingekuwa ni wewe ungefanyaje hapo? Sasa mzigo unaanza usiku wa manane chumbani kwa Chaz pamoja na mke wake. Mke akiwa amelala, Chaz anamka kisirisiri, anavifanya vitendo vyote kimya sana ili mke wake asielewe chochote. Hata hivyo ni kweli mke wake hakusikia kitu chochote kile, na taratibu sana jamaa akashuka kitandani akamtazama mke wake, alikuwa bado anakoroma. Sasa kwa siri sana tunamwona mshikaji akifungua chumba kingine tofauti, alafu ni kwa kunyata. Inaonekana kuna kitu anakimendea hapa, alafu moja kwa moja Mwamba kaketi kitandani akaanza kumpapasa mrembo fulani hivi. Sasa akiwa namshikashika, ghafla bidada akashtuka. Alipomwona Chaz akainuka kwa mshtuko mkubwa sana. Unafanya nini hapa? Binti akamuuliza mshikaji ambaye alikuwa akimtazama kwa kumtamani kinoma. Sasa kifupi, huyu dada jina lake anaitwa Sonia, ni shemeji wa Charles. Sasa hapa mshikaji amemfuata, anataka tendo bwana, anamwambia kwamba yuko na upwibwi kinoma, hivyo kama inawezekana aweze kumsaidia. Sasa utajiuliza kitu, amemwacha mke wake chumbani na hapa yuko chumbani kwa shemeji yake, anataka kitu ambacho hata mke wake angeweza kumpatia. Sasa binti alikataa katukatu, lakini wakati wanazungumza mke wake akapata fahamu, akawa anapapasa kitandani kuona kama mume wake bado yupo kitandani, lakini mshikaji hakuwepo kabisa. Binti akanyanyuka kutoka kitandani akavaa viatu vyake kwenda kumtafuta mume wake huko sebleni. Wakati huo bado mshikaji analazimisha, anataka kupewa mchezo na shemeji yake. Tafadhali naomba utoke chumbani kwangu kabla sijapiga kelele. Sonia hakutaka kabisa kumsaliti dada yake, hivyo akaanza kupiga kelele pale. Baada ya binti kukaza sana, ikabidi Chazi anyanyuke ili atoke nje, maana Sonia alikuwa serious sana, pengine mke wake angeweza kumfumania. Sasa kimya kimya Mwamba akawa anatoka kinyumenyume bila ya kujua kwamba mke wake alikuwepo hapa. Sasa ili anageuka hivi anashangaa kumuona mke wake. Umeamka? Ndio nimeamka, lakini sikupata kabisa. Unafanya nini chumbani kwa Sonia usiku wa manane? Chazi akawa anajikanyaga pale, hakuwa na sababu ya msingi, ila mwishowe akasingizia kwamba aliamka akiwa na kiu sana, hivyo alikuwa anakwenda kupata maji kidogo. Lakini akiwa anapita hapa alimsikia Sonia akiwa anapiga kelele, hivyo akaingia kwenda kumtuliza kidogo. Mkewe akataka kwenda kujua hali ya mdogo wake, lakini Mwamba akamtuliza akimwambia kwamba yuko amelala kwa sasa na hakuna haja ya kwenda kumsumbua, hivyo umwache alale. Kwa hiyo Mwamba akamdanganya sana mke wake mpaka akafanikiwa kumtoa katika eneo lile, akabaki anaema tu kwa uoga, maana ilikuwa bado kidogo tu afumaniwe. Huu usiku ukapita. Kunapokucha asubuhi na mapema kama kawaida, Amelia ambaye ni mke wa Chaz ameshaulamba vizuri kabisa, ana wenzake kazini, hana muda kabisa na mume wake. Hii siku mdogo wake akamkumbusha kwamba anatakiwa kupata muda wa kukaa na mume wake. Kiufupi, pata muda wa kukaa na mume wako, mpatie kile anachokitaka, mpatie chai, muandalie kila kitu ambacho kinastahili kwa mwanaume. Binti akajitahidi sana kumwelezea dada yake kile ambacho anakifanya hakiko sahihi. Mwisho dada yake akamaliza kutani akisema kwamba atajiunga na darasa lake hivi karibuni na anataka amfundishe vingi, kisha akaondoka zake. Sasa muda wa hatari sana ukafika. Ilikuwa ni muda ambao binti Sonia alikuwa anacheza zake mziki sebleni, kajiachia vibaya mno. Punde si punde shemeji yake anashuka kutokea chumbani na moja kwa moja jicho lake linatazama maumbile yake. Muda huo binti hana lile wala lile, kajiachia vya kutosha, naambiwa. Binti anapogeuka moja kwa moja macho yake anamtazama Chaz, anamuuliza kama anataka chochote kile. Chaz yeye akadola kwa muda kidogo, ikabidi binti amshtue. Mwamba akamwambia binti kwamba anamtaka, hataki kingine chochote zaidi yake. Ghafla akaanza kumsogelea huko akimshawishi ampe walau raundi moja tu, maana dada yake amekuwa hamzingatii kabisa. Sonia akamwambia Chaz kwamba amsamehe, hii haiko sawa kabisa, yani hawezi kumsaliti dada yake hata kidogo. Hivyo binti akaondoka akimwacha mshikaji akiwa na upwiri wa kutosha, yani anatamani angalau hata apate nafasi kidogo tu au nje hata joto kidogo jamani. Sasa Amina aliporudi, Sonia anamwambia kwamba anaomba nafasi aweze kurudi zake kijijini. Ikabidi binti amdadisi labda pengine kuna kitu ambacho mume wake akamfanyia ambacho kinamfanya aweze kuondoka, lakini Sonia hakusema kitu chochote kile, akasema kwamba anahitaji kuachia nafasi hao wawili. Ubaya ni kwamba huko kijijini kwao hakuna ndugu alibakia, hivyo hata binti akirudi kule anaenda kukaa peke yake, na kutokana na hilo dada yake akakataa katukatu, akimwambia hatakwenda popote pale. Haya, shauri yake, mchelie mwana ulie mwenyewe. Sasa leo asubuhi na mapema Amina alikuwa na safari ya kikazi kidogo, hivyo ataondoka na kumwacha mume wake pamoja na mdogo wake, bila ya kujua kwamba mume wake huwa ana tabia kumtaka sana mdogo wake kimapenzi, na huwa anatamani sana nafasi kama hii tokea aweze kumtafuna mdogo wake. Amina akazama kwenye ndinga kisha akaondoka zake. Kwa sasa Sonia alikuwa peke yake hapa ndani, maana Chazi alikuwa kazini, hivyo binti naye ikabidi arudi ndani. Mida fulani vya mchana, binti akiwa amekaa zake sebleni, ghafla Chazi akarudi kutokea kazini. Kwa ukarimu sana binti akamkaribisha. Mke wangu yuko hapa? Mwamba akauliza ili kutaka kujua, lakini binti akamjibu kwamba amesafiri kidogo. Mwamba akatikisa kichwa, hehehe, leo na utafuna. Lakini binti akamwambia kwamba amekwisha kuandaa chakula kwa ajili yake ampatie. Mwamba akasema kwamba nitarudi, ngoja kwanza nipande juu. Maskini Mungu Sonia anajisaulisha kabisa kwamba huyu mshikaji ni balaa sana kwa upande wake. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kilimsimamisha, mshepu wake ukawa umejiachia kama wakajala. Akiwa hapa
Mwamba akawa tayari amekwisha kushuka mpaka chini, akawa anamtazama sana. Alimtamani kiasi kwamba akawa nakosa jibu aanzie upande gani haswa. Ghafla akamsogelea na kisha akamshika kiuno chake. Binti akashtuka kinoma, zikaanza kurupushani pale. Binti hataki kabisa kitu ambacho jamaa anataka kukifanya, lakini Mwamba alikuwa amedhamiria kabisa siku ya leo lazima aifumue. Moja kwa moja wakaenda mpaka chini, akawa amembana vizuri kabisa, anataka kuanza jambo lake, huku binti akiwa analalamika kinoma. Sasa alichokifanya kibaya ni kuziba uso wake bila ya kujua kwamba ameziba mpaka pua. Kwa hiyo binti hapumui kabisa, yani binti akafurukuta sana, mwisho akatulia tuli kama mtu alifariki. Hapo sasa Mwamba akazidi kuchanganyikiwa. Hii ni kitu gani kimetokea hapa kwani? Mbona alikuwa ni mzima tu? Ikabidi apime mapigo ya moyo. Inaonekana kabisa amekwisha kufa. Alafu wakati huo huo kuna mtu anagonga mlango. Ikabidi mshikaji awe makini kinoma. Moja kwa moja akaenda kufunga mapazia yote. Huku nje kulikuwa kuna mwanamke fulani hivi ambaye alikuwa kigonga kwa usongo kinoma. Inaonekana amechoka na anatamani kuingia ndani. Mwamba akaichukua maiti ya Sonia akaiburuza moja kwa moja, anaipeleka mpaka katika chumba cha siri. Alafu moja kwa moja akamlaza kitandani. Bado anampima mapigo ya moyo. Haamini kabisa kwamba amekufa mbele yake. Yaani amekufa kwenye mikono yake kabisa. Ila anamuhusu. Baada ya kuifungia maiti ya Sonia chumbani, moja kwa moja akaja kufungua mlango. Cha kushangaza ni kwamba alikuwa ni mama yake mzazi. Na amekuja bila kutoa taarifa. Mwamba akaanza kulalamika pale. Bi mkubwa akamuuliza, "Ukutaka nini nyumbani kwako au nirudi nilikotoka?" Akawa anataka kuondoka zake, lakini mama ikabidi amtulize maana ni mama yake mzazi. Mwisho akamkaribisha, lakini mama akachagua kochi lake moja kwa moja. Hakutaka kupanda hata juu. Shida ni kwamba jamaa anatamani hata kuitoa maiti ya Sonia nje. Kwa hiyo akamtaka mama yake apande juu, lakini bi mkubwa hakutaka kabisa kupanda. Hivyo alitaka kukaa hapa akimwambia mwanae kwamba aongeze sauti ya TV kidogo. Kuna movie kaiona imemvutia, hivyo anataka kuimaliza. Mwamba akamwomba sana kama inawezekana apande juu, huko kuna TV kubwa tu inamtosha, anaweza kutazama. Lakini bi mkubwa akasema hawezi kupanda juu, anataka kukaa hapa hapa chini, ataiangalia tu hii hapa. Akamwambia anaipenda sana kwa sababu ni kubwa sana kuliko ya chumbani. Mwamba akasema atamwekea TV kubwa huko chumbani, panda tu kapumzike mama, utakuwa umechoka sana. Mama akakataa katu, hivyo akatulia vizuri kabisa, akitaka kumalizia movie hapa hapa sebleni. Mwamba akawa analalamika tu, lakini mama anaelewa basi. Ndo kwanza anaenjoy bila ya kujua kwamba mwanae yupo kwenye msala mkubwa sana. Baada ya muda hivi mama akawa amesinzia kabisa pale. Mwamba akamwamsha, anataka kumpeleka chumbani, lakini chumba ambacho mama amekizoea ni cha chini, chumba ambacho kuna maiti ya Sonia. Hivyo Mwamba akawa anamlazimisha kwamba ampandishe juu, kuna chumba kingine kizuri amekiandaa kwa ajili yake. Wakati huo bi mkubwa anasema hawezi kupanda kwa sababu miguu yake inamuuma, magoti yanamuuma, hivyo hatakuwa na uwezo wa kupanda na kushuka hapo kwenye hizo ngazi, atachoka sana. Jamaa akambembeleza akisema kwamba anaweza hata kumbeba tu, hivyo anachotakiwa ni kukubali tu, atampeleka mpaka chumbani kwake. Mwisho wa siku mama akakubali kulala chumba cha juu, hivyo akawa anapanda ngazi huko analalamika sana yani. Baada ya kama nusu saa hivi Amelia akawa amerudi nyumbani. Hili ni tukio la kushangaza sana. Jamaa alipomwona mke wake akachoka, imekuwaje mpaka amerudi? Binti akamwambia kwamba safari imeahirishwa, hivyo nikaona nirudi nyumbani. Na binti anasema kwamba amerudi hapa kwa ajili yake, anafurahi sana kuja kujumuika naye. Ili mkewe asielewe chochote, ikabidi Mwamba amsaidie begi kumpandishia mpaka juu. Huku ndani Mwamba kamzuge sana kiasi cha kumfanya shinde kule kuna kitu kimetokea katika hii nyumba. Ikawa ni muda sasa wa kwenda kuicheki maiti yake, lakini kila akijisachi anajikuta hana funguo. Atakuwa ameiweka wapi sasa? Ikabidi aanze kutafuta. Akatafuta kila mahali, chini ya uvungu mpaka kwenye makabati. Amelia akagundua kabisa kwamba kuna kitu kinamsumbua mume wake. Akamuuliza, lakini Mwamba akaonekana kubadilika kabisa. Binti alitamani kumsaidia, basi kama kuna kitu ambacho amekipoteza atamtafutia mpaka akipate. Lakini kwa kuwa Charles alikuwa amepanic, akajikuta anaanza kufoka tu pale, akimwambia iko sawa kabisa. Akawa anatoka akisema kwamba unanistress, unanisumbua, iko sawa. Kisha akapanda zake juu huko. Huku chumbani mawazo yalikuwa ni mingi sana. Anajuta hata kwa nini aliweza kufikiria kufanya kitu kibaya kama kile. Akaanza tena upya kutafuta funguo ambayo imepotea, lakini bado haipatikani. Mwisho akapata wazo la kutumia ufunguo wa ziada wa nyumba. Akachunguza kwanza kuona kama kuna mtu anayemtazama au vipi, kisha akaufungua mlango wa chumba ambacho ameweka maiti ya Sonia. Alipoingia ndani hivi hakuamini macho yake, kwani hakuona kabisa maiti ya Sonia. Akaanza kuitafuta mule ndani, akaona sio kweli, ngoja nitoke nje. Akatoka, wakati anarudi tena haioni maiti pia. Ni kitu gani ambacho kimetokea tena hapa? Sasa moyo ukaanza kuingiza baridi, yaani hapo lazima uchoke kabisa. Sasa huko upande wa mke wake amegundua kwamba mkwe wake alikuwa amefika hapa, na kitu pekee kinachomshangaza ni kwamba Charles hakumpa taarifa kwamba mama yake alifika. Hili linamfanya aweze kuwa na maswali mengi kichwani. Kuna kitu gani ambacho kinamsumbua Charles? Na kwa kuwa mshikaji akampatia mama yake chakula, binti akamwahidi kwamba atakiandaa chakula kitamu na kisha atamletea. Kisha Amelia akatoka hapa chumbani. Siku zinavyozidi kwenda mbele, binti akajikuta na wasiwasi mkubwa sana kuhusu dada yake. Hivyo sasa ikabidi amshirikishe mume wake kwamba anajisikia vibaya kwa kuwa si kawaida ya Sonia kuweza kuondoka na bila kutoa taarifa. Charles akawa anamwambia kwamba Sonia ni mtu mzima kwa sasa, anaweza kujilinda mwenyewe.
jambo ambalo mke wake hakutaka kabisa kulisikia, kwa sababu yule ni mdogo wake pekee alibakia naye. Mwamba akamwambia kwamba pengine uliposafiri ilikuwa ni nafasi yake ya kutoka na mchumba wake. Charles akajitahidi sana kumtuliza mke wake, kisha akampatia kumbato, japo moyo wake ulikuwa mbio sana. Sasa mida jioni hivi mama mkwe akatoa wazo, hivi hakuna kituo cha polisi hapa karibu? Amelia akatulia kwa muda bila ya kutoa jibu, kisha akamuuliza, unahisi tunatakiwa tutoe taarifa, si ndio? Mkwe akamjibu kwamba inatakiwa kuwa haraka sana, yaani haraka kiasi kwamba wanaweza kukusaidia kumtafuta mdogo wako. Wakati anazungumza hivyo, Charles ndo alikuwa anashuka hivyo, kisha akamwambia ni mapema sana kuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, kwani huyu ni mtu mzima na muda hujafika. Hivyo akaomba hao ili waweze kutoa nafasi nyingine kwa Sonia, pengine ampatie masaa kadhaa hivi anaweza karejea tena. Bado msimamo wa Charles uko pale pale, pengine Sonia ametoka nje na maboyfriend zake, yaani pengine atakuwa na mchumba, ndio kinachomfanya shindwe kurudi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wasubirie kidogo. Hatimaye mama yake akamunga mkono, akamwambia mkwe kwamba kinachotokea kwa sasa anatakiwa kumsikiliza sana mume wake, hivyo wanatakiwa kumpatia Sonia muda kidogo tena. Kwa bahati mbaya sana uoga ulimwingia Amelia, hivyo akampigia simu mkuu wa kituo, akamuelezea jinsi hali ilivyo, kwamba amempoteza dada yake. Wakiwa wanazungumza, Charles akamka, akamshika mkewe bega akimuuliza, unazungumza na nani usiku wa manane? Binti akamweleza, nilikuwa nazungumza na mkuu wa kituo, nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu mdogo wangu, nilishindwa kujizuia, naomba unisamehe tafadhali. Mwamba akamtuliza mke wake kisha akalala. Siku inafuata asubuhi na mapema uchunguzi ukaanza. Mwamba akahojiwa maswali mengi, lakini alichukua na kazi ni kwamba anatamani sana kuona shemeji yake anapatikana kwa uharaka zaidi. Mpelelezi akamuuliza kama kulikuwa kuna utofauti kati yao wawili, pengine ndio kitu ambacho kimemfanya binti aweze kuondoka hapa. Jamaa akasema hapana. Mpelelezi akamwambia mke wako alimwacha hapa kabla hajafika airport. Sasa naomba unieleze, ilikuwa ni wapi ambapo ulimuona kwa mara ya mwisho? Hapo sasa Charles akaanza kujiuma maneno, akakosa cha kumjibu afisa. Kisha akamwambia kwamba mara ya mwisho alimuona nyumbani kabla hajaondoka kwenda kazini. Haya yalikuwa ni majibu ya mashaka kabisa. Afisa akamwambia, lakini walinzi wa geti wanasema kwamba hawajamwona Sonia akitoka nje. Hata hivyo kamera zote za hapa hazionyesha akitoka nje ya eneo hili. Afisa akaanza kumbana vizuri Charles, akimuuliza kuna kitu gani ambacho kimetokea hapo. Bado Mwamba akakosa majibu, akajitetea akisema kwamba hajui chochote na wala husiki. Sasa ikabidi afisa atoke nje kumuuliza maswali mama yake na Charles. Hapa akamuuliza ilikuwaje siku ya mwisho ulipomuona. Mama akasema hakuna chochote ambacho kilikuwa kinaonyesha utofauti kwa mtoto wake. Hakuwa na wasiwasi na asingeweza kuwa na wasiwasi na mama yake hata hivyo. Kisha mama akaanza kuuliza maswali ya kutisha sana kwa afisa. Unahisi pengine mtoto wangu atakuwa anahusika na kupotea kwa huyu msichana alipotea? Kisha afisa akamjibu akisema kwamba kila mmoja wenu hapa ni mtuhumiwa. Yaani kila mmoja wenu hapa ni mhusika wa hili jambo. Kwa hiyo ni wajibu wangu kumuuliza maswali kila mmoja wenu. Kisha mama akaanza kumtetea mtoto wake akisema kwamba hawezi kuhusika kwa chochote kile. Mtoto ambaye amemzaa mwenyewe, ameweza kumlea peke yake, hawezi kuhusika kwa hichi kitu ambacho kimeweza kutokea. Ikabidi afisa apeleleze mpaka kwa walinzi. Mwishowe akarudi mpaka kwa Amelia. Akamwahidi kuwa ataendelea na upelelezi na atakapopata jibu la kueleweka atamrejeshea jibu lake. Kisha afisa akaondoka zake. Sasa hasikupita siku nyingi, Mwamba akaanza kuona maruerue, akawa anamuona Sonia, lakini kwa uzuri kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ndoto. Mwamba akishtuka kutoka usingizini. Mkewe anapomuuliza shida ni nini, Mwamba anakosa majibu halisi, kisha analala tu. Sasa picha halisi likaonekana siku inayofuata. Mwamba alipotaka kuondoka kwenda kazini, akawa anamuona binti kwenye kioo cha gari. Hii ilikuwa inampa presha kinoma. Sasa huku upande wa mama yake ameshaanza kumtupia mkwe wake majungu, akimhisi pengine ni mtu pekee ambaye anataka kumpatia mtoto wake kesi ya mauaji. Kwa hiyo vita kali sana ikainuka kati ya mtu na mkwe wake. Huku kwa Charles bado anaona maruerue, kila wakati anamuona Sonia, anakosa amani kwenye nyumba yake mwenyewe. Siku inayofuata Mama akaamua kuisusa nyumba, akaamua kuondoka baada ya kuwa anamuona Sonia kila wakati. Hivyo akawasha ndinga na kuelekea pasipojulikana. Hakuna mtu alijua alipokwenda. Sasa hapa nyumbani wakabakia mtu na mke wake. Vita ikaendelea. Mama akawa anamwambia mke wake kwamba amefanikiwa kabisa kumtoa mtoto wake hapa nyumbani, lakini sio yeye, atapambana naye mpaka mwisho. Alihisi pengine huyu dada amekwisha kumloga mtoto wake. Binti akamwomba mama yake mkwe aache kumsumbua, aache kumfanya kama mtumwa kwenye hii nyumba. Uzuri hazikupita siku nyingi, Charles akarejea hapa moja kwa moja, akamwambia mama yake kwamba yeye ni mhusika, anahusika kabisa na kifo au kupotea kwa Sonia. Ikabidi mama amuulize kama atakuwa haiko sawa, wampeleke hospitali kidogo, maana anachokizungumza hakutegemea kitoke kwenye kinywa cha mtoto wake mwenyewe. Mshikaji akamuelezea mama yake kwamba amechoka kukimbia hofu yake, kwa hiyo yuko hapa kwa ajili ya kupambana nayo. Hapo sasa mama akahisi kwamba anaona maono, maana amekuwa akifanya vita kubwa sana. Hakuamini kile ambacho amekiona na kukisikia kwa masikio yake mwenyewe. Kisha akasema, Charles anataka kuniua kabisa huyu. Baadaye alipopata nafasi ya kuzungumza naye, Mwamba akaelezea ukweli kabisa jinsi ambavyo alikuwa akimtaka Sonia, na mpaka alipofika bahati mbaya akaweza kupoteza uhai wa Sonia. Moyoni kama alikuwa anamkwepa mama yake ambaye alikuwa anamfuata kana kwamba anataka kumpiga hivi. Wakiwa katikati ya mazungumzo, ghafla Sonia akaingia ndani. Mwamba akashtuka na kurudi nyuma ya mgongo wa mama yake mzazi. Yeye bado anahisi kwamba Sonia bado ni maiti, lakini mke wake anakuja kumhakikishia kwamba
dada yake alikuwa bado ni mzima kabisa. Kisha akaelezea kwa upande wake jinsi ambavyo alimsikia mume wake akimtongoza dada yake usiku wa manane. Kumbe ilikuwa hivi, binti alisikia vizuri kabisa, alisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Hata siku ambapo aliporudi kutoka safarini na kumkuta mume wake anatafuta funguo ambayo alikuwa haioni, aligundua tu kuna kitu ambacho kilikuwa ni tofauti sana kwa mume wake. Na wakati alipokwenda jikoni, ghafla akasikia kuna mtu anakoa katika chumba cha siri, na pia aliuokota ufunguo ambao ulikuwa umedondoka pale sebleni. Moja kwa moja akafungua mlango ule na kuingia na kumkuta mdogo wake akiwa katika hali mbaya sana. Kumbe Sonia ya kufa alikuwa amezimia kidogo tu, hivyo dada yake ikabidi ampatie huduma ya kwanza. Stori nzima ndio ilikuwa kama hivyo. Amelia akiwa anaelezea jinsi ambavyo mambo yalitokea, polisi wakaingia. Mama yake Charles akawa anamkingia mgongo mtoto wake, akawa anamlinda asichukuliwe na polisi, lakini polisi walimchukua Charles na kuondoka naye. Charles akawa anaondoka na polisi, mama akabaki akimwomba msamaha Amelia, lakini kumbe yote hii ilikuwa ni fikra tu. Charles alikuwa anafikiria kile ambacho kingetokea kama angeweza kufikiria kumfanyia kitu kibaya Sonia. Hivyo sini inaturudisha pale pale ambapo binti alikuwa anamuuliza kama anahitaji kitu chochote kile. Mama akiwa amedua, ghafla kuna mtu akagonga mlango. Hapa ilikuwa ni kabla hajafanya chochote kile kwa Sonia. Bila shaka huyo atakuwa alikuwa ni mama yake mzazi, hivyo akaenda kumfungulia mlango. Wahenga walisema kwamba fikiria kabla ya kutenda, hivyo mama alifikiria sana kabla hajafanya chochote kile. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa stori nyingine nzuri zaidi. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Umeuonaje huu mzigo? Mimi hapa naitwa Chris Mona W. Nakupenda sana hata kama hakuna anayekupenda katika hii dunia. Bakia salama, tukutane siku nyingine. Bye.